Hivi mnanielewa? Vinywa ukielewa vibaya ukatamka vibaya yanakutokea mabaya hayo hayo. Mnanielewa? Kinywa chako ukikitumia vibaya kinakuletea madhara hiko. Soma kitabu cha Mithali. Mithali 6. Soma mstari wa kwanza na wa pili. Umetegwa kwa maneno ya nini? Haya, kama kinywa chako waga kinatamka vibaya, umetegwa kwa maneno yako hayo. Umetegwa kwa maneno ya kinywa chako. Mstari wa pili, umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mara ngapi tunatumia kinywa vibaya? Kwa hiyo tunategwa. Mara ngapi? Mara ngapi unakutana na mtu anakwambia, "Si huu ugonjwa wetu." Mara ngapi? Mara ngapi unakutana na mtu, "Si ndio tunavyokuaga hivi, hakuna tajiri." Mara ngapi? Hata kama familia yenu wote ni maskini, lakini wewe usianze kujiona unaenda kuwa maskini anayefuata. Sijui kama mnanielewa. Njia za Mungu ili kukufanikisha haziendani na njia za ukoo wenu kukufanikisha. Lakini Biblia inasemaje? Mungu atafanya njia hata jangwani. Sehemu pasipo njia watu watasema tazama kuna njia kuu. Pale ambapo namna ya kufanikiwa hamna, Mungu anafanya. Yaani tuko hapa kufundishana ili maisha ya ukoo wako yasikuguse wewe wala yasikufuate. Sasa moja kati ya vitu vinavyotuingiza mkenge ni vinywa vyetu. Nasikia joto limepanda, hii itakuwa malaria. Nani kakwambia? Kasi unatamka mwenyewe tu. Ukienda kupima imo, baadaye unaambia mwenzako, "Si nikwambia malaria hii." Kumbe wewe ndio umetengeneza, umetekwa kwa maneno ya kinywa chako. Umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako. Mathayo 12:36-37 imeandikwaje? Wapendwa, mtumie vizuri vinywa. Sawa? Mathayo 12:36-37 imeandikwaje? Ndio. Ndio. Kila neno lisilo na maana atakalonena mwanadamu atalitolea hesabu. Niliwaambia, unakaa unaambia mwenzako shosti za siku, utatoa mahesabu shosti ni nini? Kila neno utakaloongea duniani lisilo na maana utatoa maelezo yake. Kila neno lisilo na maana litatolewa hesabu. Kwa sababu maneno ni roho, wapendwa. Kila mtu hapa ukoo wake una changamoto fulani. Tuko hapa kufundishana ili tutoke kwenye hayo matanzo ya makoo hayo. Lakini unamtoa mtu kwenye tanzo ya ukoo, anaingia kwenye tanzo ya umbea. Mwenyewe tu kwa kupenda yani. Mwenyewe tu. Saa 3 muda wa kulala. Kila saa nalalaje bila kumpa huu umbea huu. Yaani moyo unauma. Niliwaambia mimi, umbea, fitina, baraka ni karama zinazotolewa na shetani. Kwa hiyo ukiwa unafanya hivyo vitu, maana yake unamtumikia shetani. Ujue kabisa na yeye ndio bosi wako. Wizi, utapeli. Hivi unajua kuna watu hawalali mpaka waibe. Yaani ndio anaweza aelewa afadhali. Niliwaambia mwizi asipoiba kitu alichokusudia anaenda anaiba hata ndala nyumbani kwako. Yaani ili mradi ameiba alizike na yake. Wanasifiwe.